potentially one of the bad things to teach children is how to write. Siku moja, binti mdogo kabisa, tumuite Nina, miaka 14, alikutwa na dola za Kimarekani 300 darasani. Mwalimu akamuuliza, "Nina my darling, nani amekupa pesa nyingi hivi?" Kwa sababu mwanzoni mwa miaka ya 2000 Palm Beach huko Florida, Marekani, kulikuwa kuna aina mbili za watoto. Watoto wa kishua wanaoingia shule na midoli ya gharama, unakuta mdoli wa $700 wa Barbie. Halafu kuna wengine ambao wanategemea programu maalum za kuwasaidia chakula cha mchana. Wanatokea familia maskini, ambapo Nina sasa alikuwa ni mmoja wapo. Ndio maana mwalimu akauliza, "Wapi umetoa pesa hizi?" Nina akajing'ata-ng'ata, lakini akasema, "Kuna dada aliniunganisha na huyo jamaa, nikaenda nikamfanyia masaji, baadaye wewe bwana akataka mimi nivue nguo, ila mimi nikawa sitaki, ila akanipa hizi pesa." Mwalimu akauliza, "Ni nani huyo?" Akasema, "Mwalimu aliniambia anaitwa Jeffrey Epstein." Mwalimu akasema, "He?" Agosti 10 mwaka 2019, mfungwa namba 76318054 aliitwa, "Sogea mlangoni uchukue chakula." Kimya. Na askari walikuwa wanajua kwamba huyu mfungwa hakupenda hata kidogo chumba alichowekwa ndani ya gereza hilo la MCC Manhattan, gereza ambalo wafungwa walikuwa wanaliita Guantanamo ya New York. Sio kwa sababu kuna mateso sana kama kule Guantanamo, ila walisema kulikuwa kuna matatizo mengi. Mabomba yalikuwa mabovu, mara kwa mara kulikuwa kuna harufu kali inatoka, kuna panya, kuna mende. Kwa hiyo askari akagonga tena mlango wa selo. "Hey, sogea uchukue chakula." Kimya. Ikabidi wafosi kuingia ndani. Wakakuta mtu ananing'inia. Kengele ya hatari basi ikagongwa pale, heka zikaanza. Majira ya saa 1 asubuhi hiyo hiyo, mfungwa huyo aitwaye Jeffrey Epstein akiwa na miaka 66 akatangazwa kuwa amefariki dunia baada ya kukaa gerezani kwa siku 36 tu. Waja wakajiuliza, huyu tajiri kwa nini amejiua? Sababu ni uchafu tu? Maana baadaye taarifa rasmi zilisema Epstein alijiua baada ya kushindwa kuhimili harufu ya choo kichafu. Lakini mtaani wakasema hapana. Wakaja na nadharia zao sasa. Wengine wakasema kuna watu ambao alishirikiana nao kwenye madili haramu, watu wazito, vigogo ambao hawakupenda majina yao yafichuliwe endapo Epstein angelazimishwa kutoa siri. Wengine wakasema aliyekufa si Jeffrey, mtu mwenye utajiri wa mabilioni ya dola akitaka kufeki kifo gerezani. Mbona anafeki rahisi tu. Wanangu, si mnamkumbuka Thabo Bester alivyotoroka gerezani Afrika Kusini akisaidiwa na mpenzi wake yule Dr. Nandifa? Bila shaka mnakumbuka. Mfungwa kafa, maswali yakawa ni mengi. Je, ni kweli alikuwa anastarehesha matajiri kwa kuwatoa sadaka watoto wadogo kama ibada za kishetani? Sasa maswali yote haya yakawa yanaenda kuconnect na kisiwa binafsi cha Epstein mwenyewe. Lakini ngoja nikwambie kitu. Unajua maisha yetu sisi wala hoi. Mtu unalala kitandani, ukitaka kushusha miguu basi unaweza kukanyaga vyombo, ukakanyaga unga. Lakini maisha yalikuwa tofauti kabisa kwenye moja kati ya majengo ya gharama lililojengwa miaka ya 30 katikati kabisa ya jiji la New York. Nyumba binafsi ya ghorofa 7. Ukiingia ndani kwanza unakutana na sanamu zilizochongwa na wasanii maarufu. Zingine zinaning'inia. Kuna picha, samani za gharama. Harufu tu utasema hii sio tu harufu ya pesa, bali ni harufu ya utajiri. Mlangoni sasa pameandikwa J.E. Na kila mtu alikuwa anajua kwamba pale anakaa tajiri. Kila asubuhi utamuona anatoka, anafanya happy walk, anatembea mwenyewe kuzunguka mtaa. Nyuma yake wanawake wawili warembo, na alikuwa anataka kila mtu ajue kwamba anayemiliki ile jengo ni nani. Lakini pale New York hakuna mtu aliyekuwa anajua jamaa anafanya kazi gani. Hakuna. Wapo waandishi ambao walianza kumchimba Epstein. Mawakili wa Epstein walikuja wakawapiga barua moja ya mkwara kwamba nyie mkiendelea kitakachowapata shauri yenu. Wakaufiata. Lakini mwandishi mmoja aitwaye Vicky Ward, yeye alipata bahati, maana alikuja akakaribishwa na Epstein mwenyewe kwamba njoo unihoji, I'm ready for you. Na kipindi hicho miaka 2000 mwanzoni ilikuwa ni story kubwa, kwa sababu wakati huo watu walikuwa wanajua kwamba kuna tajiri aliambatana na Rais Bill Clinton kwenda Afrika
Lakini sasa huyo tajiri ni nani? Yukoje? Tunajua kwamba ana majumba Marekani, Ufaransa, anamiliki powerboats, boti zile za kasi, ana helikopta na jumla ya ndege 5 ikiwemo Boeing 727 ambayo ndio Rais Bill Clinton aliitumia kwenda Afrika. Ni nani huyo tajiri? Kweli ilikuwa ni story kubwa kweli kipindi hicho. Sasa siku ambayo Vicky aliingia nyumbani kwa Epstein, akakaribishwa na mfanyakazi ambaye alikuwa ametinga suti nyeusi afu amepiga gloves nyeupe. Msafi! Mfanyakazi huyo. Vicky akapelekwa mezani, akaambiwa karibu kae hapa dada, bosi anakuja. Kuna starter hapo. Vicky akapewa starter, akawa anamsubiri Epstein. Baada ya muda, Jeffrey Epstein akafungua mlango, Vicky akasimama, wakasalimiana. Na Vicky kichwani akawa na maswali mengi. Mojawapo ikiwemo ni uhusiano wake na matajiri, akiwemo Donald Trump, waziri mkuu wa zamani wa Israel Ehud Barak. Lakini pia Vicky alikuwa anataka kufahamu kuhusu kisiwa chake cha maajabu Little St. James. Epstein akatabasamu tu, na kwa sababu alikuwa na sauti nzito ya mamlaka, akacheka kicheko hicho. Vicky akasema leo kazi ipo. Ni misha gani alifanya kabla ya kifo chake, kiasi kwamba leo ni miaka takriban 6 imepita tangu afariki, kila mtu anamuongelea. Faili linafuata.